Ubarikiwe mtu wa Mungu kwa kupata fursa ya kipekee ya kuitazama video hii, na kwa imani sana ninaamini italeta mabadiliko makubwa sana katika maisha yako kwa uwezo wa jina la Yesu, maana ndilo jina pekee ambalo tumepatiwa. Kiko kisa cha kweli kinachopatikana katika maandiko matakatifu ambacho kitakwenda kututia moyo wakati huu, na likawe ni jambo jema lenye baraka katika maisha yako tunapoenda kujifunza leo. Tuombe. Mungu, endelea kujifunua katika maisha yetu kila siku. Bariki somo la leo, likamguse mtazamaji, likampatie baraka katika jina la Yesu Kristo, amina. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 na mstari ule wa 6, neno la Mungu linasema hivi: lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Hiki kisa kinaeleza habari ya mtu aliyekuwa kiwete tangu kuzaliwa, na Petro na Yohana walikuwa wakitembea hekaluni kuelekea hekaluni kwa sababu ilikuwa ni muda wa ibada, na huyu mtu alikuwa amewekwa kando kando ya njia karibu na mlango mzuri kwa kuingia katika hekalu kwa watu ambao walikuwa wanakwenda kufanya ibada, na aliwekwa pale ili aombe sadaka. Na Petro na Yohana wanapokuja wanamkuta yule kiwete akiwa amekaa pale akiomba sadaka, na akawaomba. Petro akamwambia hivi, mimi sina fedha wala dhahabu wala mali yoyote, lakini nilicho nacho ndicho nitakachokupa, ya kwamba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Rafiki, huenda biashara yako imekuwa ni kiwete, haitembei. Huenda kuna ugonjwa ambao umekufanya ushindwe kuendelea na shughuli zako, changamoto fulani ambayo imekufanya ushindwe kutembea, hali ya kiuchumi ambayo imekufanya ushindwe kuonekana katika jamii na kudharauliwa, changamoto katika kazi, hali ngumu ya maisha. Kama kiwete, sina cha kukupa, sina kilicho bora zaidi ya jina la Yesu ambalo ninakupatia leo, ya kwamba ukasimame na utembee, biashara yako ikasimame na itembee. Ugonjwa uliokusumbua kwa muda mrefu na hata madaktari wametamka ya kwamba haiwezekani kupona, leo kwa jina la Yesu simama na utembee. Hali ya kukata tamaa ambayo imekufanya umekuwa mtu wa kudumaa kiroho, dhambi iliyokushikilia kwa muda mrefu, leo kwa jina la Yesu simama na utembee. Kiwete alitembea na akaenda kumshukuru Mungu akirukaruka katikati ya watu ndani ya hekalu. Leo Mungu atakapokuinua katika ugonjwa wako, Mungu atakapokuinua katika biashara yako, Mungu atakapokutoa katika changamoto fulani pale kazini, Mungu atakapokubariki katika hali ya kiuchumi na changamoto zingine zote, changamoto za ndoa, kutokuelewana na majirani, rafiki, Mungu atakapokuinua na kutembea tena, usishindwe kupata nafasi ya kumshukuru, kwa maana ni Mungu anayependa sifa. Leo kwa jina la Yesu simama na utembee. Bwana akubariki, Bwana akutie nguvu katika nyakati zote zilizo ngumu, na ameahidi ya kwamba atakuwa pamoja nasi siku zote hata ukamilifu wa wakati. Usikate tamaa, usirudi chini tena. Yesu baada ya kumponya yule mwanamke akamwambia,
usitende dhambi tena. Ikiwa changamoto ulio nayo imesababishwa na dhambi fulani na Bwana amekutoa katika dhambi hiyo leo kwa jina la Yesu, usitende dhambi tena. Mungu akubariki sana rafiki. Namba yangu ya simu, tunaweza tukawasiliana kwa lengo la kufanya ibada pamoja, maombi, ili tupate muda mwingi wa kukaa chini ya miguu ya Kristo. Naomba nikuombee kabla ya kumaliza somo la leo. Ninakushukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu ya mtazamaji wa video hii na kila aliyesikia sauti hii. Bwana, baraka za kipekee zikaambatane naye. Kila atakapokuita Kristo, ukawe mwepesi kuitika, kwa sababu ulisema tukuite na wewe utaitika. Na wakati huu amekuita katika changamoto zake, katika ukiwete wake, katika biashara yake ngumu, katika kazi yake ngumu, katika hali yake ngumu ya kiuchumi. Yesu, bila kumsahau yule mgonjwa, ninakusihi kwa mkono wako wenye nguvu, gusa anapoumwa. Gusa ule ugonjwa ambao ametangaziwa ya kwamba hatapona tena, akapone, alafu akapate nafasi ya kulisifu na kutukuza jina lako. Katika Yesu Kristo ninaomba nikiamini ya kwamba unakwenda kutenda sasa na mapenzi yako. Amen. Bwana akubariki sana mtu wa Mungu. Karibu tena katika wakati mwingine.